kutoka Tanga. Bro, vipi? Unafahamu? Mima, usitake niamini hiki ambacho nakiona mbele ya macho yangu Mima. Usitake niamini kwamba macho yangu yanachokiona ndicho ninachokiona kiusahihi Mima. Mima, kumbe ndio maana ulikuwa hupokei simu zangu. Ndio maana kumbe ulikuwa unanizimia simu Mima. Ni kwa sababu ya huyu mpumbavu. Ni kwa sababu ya huyu mjinga Mima. Huu ndio upendo ambao ulikuwa unaniahidi utanipa upendo na utoniumiza milele Mima. Leo hii unakuja kunisaliti na huyu mpumbavu. Unakuja kunisaliti Mima na huyu mjinga. Brother, kaa kimya. Kaa kimya brother. Uelewi chochote kile. Uelewi maumivu ambayo mimi nayasikia ndani ya moyo wangu brother. Uelewi ni jinsi gani ambavyo mimi najisikia sasa hivi. Mima, naomba unifuate tuongee. Unaenda wapi? Unaona nilivyotukana? Subiri kipenzi. Subiri nikamsikilize. Alafu pia mimi nakupenda wewe tu. Mimi ningekuwa na uwezo kufanya chochote ujue. Naelewa. Ama kitacharibika. Yaani umekusudia kabisa kuumiza moyo wangu, si ndio? Unajua ni jinsi gani ambavyo mimi nakupenda wewe. Ziko wapi zile ahadi zako za uongo ambazo ulikuwa unaniahidi Mima? Uliniambia kuwa huwezi kuishi bila mimi. Yale maneno yako yako wapi? Yale maneno yako ya uongo Mima. Ulioniahidi kuwa mimi na wewe kitakachotenganisha ni kifo tu. Yako wapi leo? Leo hii Mima, umeenda kunisaliti na mpumbavu. Umeenda kunisaliti na kile kinyago Mima. Sikutegemea kwenye maisha yangu kama unaweza kuja kunifanyia huu nyama ambao umenifanyia Mima. Kosa langu liko wapi? Kosa langu ni kukupenda. Kosa langu ni kukupenda Mima. Ujui jinsi gani ambavyo umeujeruhi moyo wangu. Moyo wangu unaniuma sana. Moyo wangu unaniuma kupitiliza Mima, unaniuma. Ami, ni kweli unanipenda na mimi nilikupenda, lakini kwa sasa sikuhitaji. Unasemaje? Unasemaje? Yule unamwona mshamba, mtu wa kijijini, kwa sasa hisia zangu ndio zipo pale na si kwako tena. Ni vyema utafute mtu ambaye utampenda naye atakupenda,
lakini sio mimi tena. Mima, mimi nakupenda sana. Mima, usinifanyie hivyo. Mima. Ah! Mima! Mima! tena sikujua wenda kama yatatokea haya, mlaumu nani? Lakini kwa nini ukufikiria? Lakini kwa nini ukuvumilia? Lakini kwa nini ukufikiria? Lakini kwa nini ukuvumilia? Moyo unanidunda, kwani kwenu hukufundwa? Pole sana. Na ni kwa nini unalia? Misili. Sidhani kama unaweza ukapoteza muda na kukaa kuanza kumlilia mwanamke ambaye umemleta mwenye kambini. Na kwa muonekano wako uliokuwa nao, hii sio sawa kukaa na kumlilia mwanamke. Asante sana, lakini najua huwezi kunielewa. Kwa sababu hujui ni jinsi gani ambavyo mimi najisikia ndani ya moyo wangu. Hujui ni jeraha kiasi gani ambalo mimi amelisababisha ndani ya moyo wangu. Naumia sana. Naweza nikasema nilimpenda Mima kuliko mtu yoyote kwenye huu ulimwengu. Pia naweza kusema nimempenda Mima kuliko mwanamke yoyote katika huu ulimwengu. Lakini pia naweza fika mbali kwa kusema nilimpenda Mima kuliko hata mama yangu mzazi. Nikimaanisha ya kwamba nilimpenda Mima kuliko nilivyompenda mwanamke yoyote katika huu ulimwengu. Nilimpenda kuliko chochote kile. Na leo hii ndio maana nasababisha moyo wangu unatoa machozi. Moyo wangu unavuja damu kwa sababu nilimpenda sana. Tena nilimpenda zaidi ya sana. Najua huwezi kunielewa. Naelewa. Naomba nisikilize. Yeye kama hakutambua umuhimu wako na aliamua kuchezea hisia zako, kumbuka kuna wanawake wapo, tena wapo kwa niaba yako. Please, naomba nipe nafasi niekeze hisia zangu kwako. Asante sana. Asante sana kwa upendo wako kwangu. Lakini nasikitika na inanisikitisha kukwambia kuwa itanichukua muda mrefu sana mpaka kumpenda mwanamke mwingine.
Vipi? Nani? Ha? Nani hiyo? Director, leo mchana tunapika nini? Leo mchana tupike tu boba na maharage leo. Sawa. Ndugu yangu, yani sijui kinini kinachojitokeza. Kwa maana umeona, nimekaribia kabisa kufika stendi. Cha kustaajabisha naona mtu atoka wangu anakuja mbele yangu. We vipi? Mtu amekaa nifanya hivi. Vipi? Nilipomwangalia nikagundua huyu ana mashetani. Nikasema nisetee ubishi, ngoja nirudi. Ndio huu unaoniona hapa. Mimi mwenyewe nilishangaa. Ndugu yangu, kitu gani ambacho nimesahau? Kumbe ulikutana naye huyo. Sawa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini tukiachana na hao yote, ndugu yetu Ami amefika hapa. Amefika? Amefika. Jambo la kwanza mimi namshukuru Mungu kama amefika huyo jamaa, naona mambo atakuwa vizuri hapa. Lakini ufikaji wake amejifezesha sana. Amejifezesha kivipi? Toka zake ndani kamkuta mshikaji pa na mpenzi wake. Asianze kujiliza yani? Kajiliza ndugu yetu hapo. Baadaye akaondoka. Alipoondoka kwa punde na muona anarudishwa na msanii wetu. Kwa hiyo tunapozungumza lipo huko nyuma limekaa ndugu yetu. Mimi nikasema siwezi kaongea na chochote. Nimekaa huko nyuma, unaweza kaenda kumuona ndugu yetu. Lakini hiyo ni fedha yangu. Ndugu yangu, mwanangu. Mwanangu mcheke kwanza. Hiki kitu gani unachokifanya? Hiki nini unachokifanya? Yaani katika siku ambazo umenishangaza, yani leo umenishangaza. Sikuwahi hata siku moja kukuona ukiwa katika mazingira kama haya. Na hichi unachokifanya kwa ajili ya nini? Mapenzi? Yaani Ami, mapenzi yanakusababisha unalia. Unajidhalilisha mbele ya wasanii. Hivi unajua ni jinsi gani nimekuaminisha kwa wasanii? Beta. Unajua jinsi gani tu mimi hapo najisikia? Nafikiri hujui jinsi gani ambavyo moyo wangu mimi unaniuma Beta. Nilimpenda sana Mima. Na nikampa kila kitu kwenye maisha yangu. Nilimthamini. Nilimpa kila kitu. Kila kitu Beta. Leo hii ndio ananilipa hiki. Beta. Nafikiri hujui jinsi moyo wangu unavuja damu kiasi gani. Beta, mimi naumia Beta, naumia. Ami, pole sana kwa unayopitia. Lakini dhumuni la kukuita hapa si kwa lengo baya. Ni kwa lengo zuri tu la kukuhakikishia wewe
unakuwa katika hali ya usalama wa nafsi yako. Nilikuwa na uwezo wa kukuacha na kutokukuambia kitu chochote kile. Lengo la kukuita hapa si sababu ya wewe uongee kwa sauti kama hivyo unavyoongea. Beta, eti unasema unaumia kama ninavyoumia mimi? Unasema unayajua maumivu ambayo mimi napitia Beta? Hapana. Ungekuwa unayasikia maumivu japo kidogo tu ambayo mimi nayasikia hapa, usingeongea hayo ambayo unaongea. Na kama mimi ningekuwa ndugu yako, sifikiri leo hii mwanamke wangu anatembea na mwanaume mwingine, ungeshindwa kunipigia mimi simu ukaniambia mwanamke wako au tunda lako linaliwa na mtu mwingine. Beta, hiki kitu kimeniumiza sana sana. Nilikutegemea, lakini sikutegemea kama unaweza kunifanyia hiki ambacho unanifanyia Beta. Katika maisha yako usije ukamwamini mwanamke kwa 100%, na usije ukajidanganya kutoa ahadi nyingi sana kwa mwanamke na kujimaliza, kutokana mwanamke yuko tayari kukubali ahadi pindi mapenzi yanapoanza, lakini mwisho wa siku atakuja kukiuka tu. Na ndio hiki kilichotokea kwako. Tokea siku ya kwanza unamleta ule mwanamke, nilikusii wewe ukamuingiza kwenye masuala ya sanaa, lakini cha kustaajabisha, wewe umeona wanawake wangapi uko mjini? Umepitia mangapi uko mjini? Leo hii Ami unakuja kulia kijijini kwa ajili ya mtu ambaye umemleta mwenyewe kwenye sanaa, uliyemfundisha sanaa wewe mwenyewe, alafu anatoka na mtu wa kijijini. Ami, unapojiliza wewe ndo unampa nafasi yule, wewe unajidhalilisha. Jambo la msingi naoliona kwako ni wewe kuachana na hayo maswala. Tufanye kilichotuleta huku, hatuna muda mrefu wa kukaa huku. Hayo mambo mengine tutayamaliza tukifika nyumbani. Beta, mimi kulia kwangu haimaanishi ya kwamba napenda, haimaanishi ya kwamba mimi napenda kujizalilisha. Sipendi, lakini maumivu ambayo nayapata kwenye moyo wangu ndiyo yanasababisha macho yangu yatoe machozi leo hii. Na kuelewa sana ndugu yangu kitu ambacho unaniambia, na kuelewa sana, sio kama sikuelewi, lakini nitafanya hivyo ambacho unaniambia. Lakini mimi bado sijamsamehe Mima, na imani kitu ambacho umenifanyia mimi leo hii, na Mwenyezi Mungu akiwa anashuhudia, lazima kitamrudia. Kama sio leo, kesho, siku yoyote ile kwenye maisha yake atakuja kupata maumivu ambayo mimi nayapata sasa hivi. Malipo ni hapa hapa duniani. Mimi nimekuelewa sana ndugu yangu, sana nimekuelewa, na hautoniona tena mimi nikitoa chozi langu kwa ajili ya kitu kitu.